natamani mchezo ufanyike kwa kifupi. Ndio nimekuja. Najiandaa kwa vita. Wewe umetoka wapi? Mimi kutoka Morogoro. Kutoka Morogoro. Eneo la Kionda. Umepanda treni jana umekuja huko. Mapema. Mapema. Moyo karibu. Hivyo. Msubiji sio sawa, sio sawa. Wewe ndo Tabora kijijini. Kariua huko. Kariua kule. Umepata game unafuta haipo. Inauma kweli. Bahati mbaya wenye mamlaka haya wanakuja kutoa muda wa kuahirisha game. Tayari watu wako barabarani, wengine wapo uwanjani. Hii tafsiri yake mbaya sana. Wanaharibu mpira wetu. Nani anakuja kukosti hizi gharama, yani kufidia hizi gharama? Hatuoni mtu ambaye atakuja kufidia hizi gharama. Kwa sababu watu wametumia zaidi ya maraki mamilioni kuja kuangalia mechi ya dabi. Na haya kwa nini yanafanyika Tanzania tu? Kwa nini isiwe kwa nchi zingine kule? Hatujawahi kuona huku Ulaya wanafanya haya mambo, ni hapa Bongo. Kwa nini TFF kama kuna mtu aliona amekiuka hiki wasimwadhibu? Kama kuna mtu kweli amekiuka hili wasimwadhibu na mechi zikaendelea. Simba asingekubali kucheza hapo kafuata taratibu baadaye. Utaratibu upi unaokuja kufuata ikiwa tayari umekiuka kabla? Unafuataje utaratibu ukiwa shakiuka kabla? Tayari Yanga ameshakiuka kabla ya muda wa game. Alitakiwa yeye aadhibiwe alafu watoe utaratibu mzuri. Kama Yanga ndo angefutiwa matokeo. Kanuni zile wameziweka wao TFF, lakini mwisho wa siku wanashindwa kuzisimamia inavyotakiwa. Hii inatuumiza sana. Tumetoka mbali, Tabora kule. Unalala njiani, unafika huku Ujala, alafu unafika unakuta game hamna. Maji mangapi? Nimefika jana. Unahisi ni nani anatakiwa awajibike kati ya uongozi wa Yanga, Simba pamoja na bodi ya ligi? Wawajibishwe tu viongozi wa Yanga pamoja nao mabounsa wake. Wewe unahisi viongozi wa Yanga ndio wamekosea? Wamechangia pakubwa mno. Simba ndo alitoa statement jana saa 7 usiku kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo huu. Kwa nini unasema Yanga wao wanatakiwa wawajibishwe wakati wao wanasema kwamba mechi ipo na wao watakuja uwanjani? Wakati statement inatoka ya Simba, tayari walishafika eneo la uwanja na tukio limefanyika saa 1, saa 2. Kuhusu taratibu za kuandika barua ili kuwasilisha sehemu zinachukua muda, lakini tukio limetokea muda husika, na lazima Simba alitakiwa ruhusiwa afanye mazoezi kwa sababu mechi yenyewe inachezwa usiku. Ni lazima afike muda wa usiku kuangalia hali ya hewa kulingana na uandaaji wa mchezo wenyewe. Kwa nini wamzuie? Kwa nini azuiliwe Simba? Imeuma sana, imetuuma sana. Ikiwezekana Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Vipi Simba kwa sababu hamtekelezi yale ambayo ndiye mnaongozwa na kanuni gani? Hao wanaongozwa na kanuni gani? Heri ndio alikuja hapa. Hivi hao Simba aliomba funguo kwa nani? Kwa mlinzi wa uwanja wa Taifa. Wao kama mabouncer walikuwepo pale. Mbona Simba iliongoza gari la polisi? Silikuwepo pale. Kwa nini kuingia ndani? Kwa nini walikimbia? Kilichokimbiza game leo tayari mabouncer na Chemaloni. Wewe unaenda kuja Simba yote. Kwa na maana kwamba wanaona kikosi chao kipo pungufu. Mimi ndo nakwambia hawa ni Kamara na Chemaloni. Na huko yuko mbichi. Anasema hivi boy. Kamara na Chemaloni walikuwa kwenye gari jana. Kwenye gari la hawa ndio walichokiambia. Walijua zile nimetumia kuja kuangalia Yanga, matokeo yake mechi hakuna. Sasa yeye anarudishana. Kagera Sugar alinyang'anywa point. Sio vitu vidogo vinanyang'anywa point. Alafu huyu goal anaelea kivipi? Alafu Simba alielelewa na hisi nina. Sisi Yanga tutakuwa M23. Tunaasiwa. Yaani siku mbili andamana. M23 wa Yanga tunaasiwa siku mbili hizi. Unajua juzi ametuchafua kuhusu swala la Alikamwe. Na wangetangaza wao. Mimi nakwambia aliyetoka ni nani? Watu wameshaingia nje ya Taifa. Kuna mtu kakata VIP elfu siwe 1,000, sio mwingine 30. Nenda katangazia waambie neti mailisha. Sasa angalia mtu kavaa jezi ya makajuzi. Haya yote yaliyotokea leo ni kwa sababu ya upuuzi wa watu wenu. Kwa sababu kanuni zipo wazi kwamba timu ngeni itafanya mazoezi ya mwisho kabla ya siku moja ya mchezo husika. Sasa kama unajua hivyo, Simba wamekuja jana kufanya mazoezi ya mwisho. Umewazuia kwa kipengele, kwa kanuni ipi? Wewe mgeni wa nje ya Taifa. Wewe usiniambie mgeni, tunazungumzia kanuni za soka. Usiniambie mgeni. Wewe unaishi humu ndani. Wewe unaishi humu ndani. Wewe ndani unaishi humu. Unaishi anastahili kubeba hizo lawama yake. Unajua, ngoja nikwambie ndugu yangu mwandishi. Tazama kamera. Hawa jamaa hao si wanajiona nani nchi. Shanielewa?
hao sijui wanajiona nani nchi. Sasa sisi